Ndio nasemaje? Kwa nini mashabiki wa Simba hawajaenda? Na ukiangalia swala hili Passion na Ramsey inaonekana kabisa kwamba wao Simba wametulia wakisubiri maamuzi ya bodi. Na nikwambie kitu. Mbungi inapigwa lini? Nikwambie kitu. Hili jambo limekaa kimtego sana kwa Simba Sports. Kwa nini? Limekaa kimtego sana kwa Simba Sports kwa maana hii, kwa maana moja. Mimi nitawapongeza Simba. Kwenye hili nitawapongeza Simba na mashabiki wao wa Simba nitawapongeza very good, yani very well. Yani nitawapongeza kwa asilimia zaidi ya 100. Kwa sababu moja tu. Simba Sports kwa sasa wamefocus kwenda nusu finali ya hatua ya kombe la shirikisho barani Afrika. Si ndio? Sasa hivi ukianza kujiingiza kwenye hii migogoro watapotea. Wakiongoza kwenye hii migogoro na hii migongano, Yanga hawana shughuli nyingine kwa sasa. Wao CRDB, yani Yanga sasa hivi wamebaki kucheza mechi yao ya Juma ngapi zinasongea Jumamosi, baada ya hapo watinge robo finali. Hii ni mechi ambayo haina pressure yoyote. Wanabaki hapo ni ligi kuu. Kwa hiyo mashabiki lazima wachachue vitu kama hivi ili kuleta amsha wasionekane wamepotea kwenye ramani. Umeelewa vizuri? Kwa sababu timu ya Yanga ishafeli malengo yake kwa msimu huu. Sasa mashabiki hasira zao zinaishia wapi? Umeelewa vizuri? Ndio maana nakwambia kwenye hili mashabiki wa Simba for me na wapongeza kwa asilimia zaidi ya 100 kwa sababu wamechagua kuwa watulivu, timu yao ifocus kile ambacho wanakihitaji. Furaha ya Yanga inaweza hata ikachezwa hata dabi kesho baada ya kusikia Simba kapigwa na Almasri goli 5. Hapo unasikia tuleteni dabi sasa. Mimi nakwambia ukisikia Simba kala 5 kwa Almasri wanaitaka dabi. Wataambia sasa hawa wakitoka huko pangeni dabi siku hii kabla tarehe 9 mechi ya Nigeria. Kwa hicho ambacho kinavyoendelea uone kwamba hata dabi ikipangwa Yanga watakuwa wana uhatari zaidi wa kupoteza mchezo. Sasa hao mambo ya michezo, mchezaji ushasikia mchezaji wa Yanga anazungumzia masuala ya sakata hili? Wao wanaendelea kugusa achia. Ushamsikia kocha anazungumza swala hili? Hapana. Ni viongozi ambao wamedhamana kuchangisha mpira. Mchezaji hahusiki na mgogoro wowote. Yaani yeye kama mwanajeshi, chukua oda, kafanye kazi. Bas. Sawa. Tumeona sakata hili la siku ya jana limeenda viral sana. Hata nje ya mipaka ya Tanzania na mataifa mengine ambayo yanaiangalia sana nchi ya Tanzania kwa maendeleo ya football. Haiwezi kuiathiri kama nchi kwa kuona kwamba serikali imeingilia masuala ya michezo? Serikali haingilii mchezo, haijaingilia mchezo ila imeshauri kwa sababu ukiingilia mchezo maana ukatoe maamuzi. Ndio maana ukisikia kwenye kwa hapo engineer alivyosema vikao vitaendelea kufanyika. Ramsey amesema hapa, si ndio? Wapo wanatafuta busara ili warejee kwenye kanuni. Kanuni zinaenda kuzungumzwa, zinasimamiwa na bodi ya ligi, si ndio? Na baba wa mpira ni TFF. Kwa hiyo chochote kitakachoshauriwa pale, tukutane katikati, si ndio? Tukishakutana katikati tukaamuliwe na kanuni ndani ya bodi ya ligi na shirikisho la mpira wa miguu, si ndio? Tanzania TFF. Lakini serikali haijaingilia mpira. Yule aliyekuja ni waziri wa michezo, si ndio? Anashauri kama waziri wa michezo wa nchi kwa sababu mimi sitaki kuamini kwamba eti waziri wa michezo yuko pale kuingilia mchezo ili si tufungiwe, si ndio? Haipo, ni kushauri. Ndio maana serikali inashauri mpira, si ndio? Na ndio maana kwenye mpira wowote polisi wanakuepo. Kwani polisi ni wana michezo? Si watu wa usalama? Kwa nini wanaitwa watu wa usalama? Kuhakikisha kwamba usalama unakuwa vizuri kabisa. Ndio maana kwa pale serikali imeingilia mpira haijaingilia. Pale imeongeza usalama. Si ndio nakwambia. Kwa huwezi kutenganisha serikali na mpira ila serikali inashauri mpira. Ila kwa mantiki hiyo kwa kuelewa zaidi na watu wa maabara michezo waelewe zaidi kwamba serikali ikitoa maamuzi haiwezi kutoa maamuzi kwenye mpira. Ndio nasema ikitoa maamuzi manake ndio imeingilia mchezo. Yani sasa wewe ushauri umezivunja kanuni zote unataka sasa kanuni zako ndio zifuatwe. Kwamba na wakati mpira na kanuni zake. Wa waziri wa utamaduni sanaa na michezo Mheshimiwa Palamagamba Kabudi ninaishusha Yanga au naishusha Simba. Mchezo utachezwa tarehe fulani. Haiwezi kutokea hiyo. Na ukitokea hivyo, si ndio? Ikitokea hivyo mapema tu. Ujue yani rungu itakopigwa hapa sio ya nchi hii. Kwa sababu mpira unaendeshwa na kanuni. Kanuni zitengenezwa na serikali, si ndio? Ni vilabu wanakaa wanajadili na kukubaliana tupitishe kanuni hii tuiboreshe hii, si ndio? Then zinakuwa submitted na mambo yanaanza kufanyika. Kwa hiyo akija Kabudi kutoa sheria au kutoa maamuzi kwa kanuni gani? Lakini jana tulishuhudia, tumeona rais wa Yanga akizungumza, Mangungu akizungumza, lakini wakati anatoka rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia
uso wa mbuzi kabisa, hakuzungumza na chombo chochote. Na sio peke yake, hata Hamisi Mwinjuma waziri alipita spidi kweli kuongea. Lakini hata waziri mwenye dhamana Paramagamba hakuongea. Kidau pia hakuongea, yeye alisema na swaumu anaenda kufuturu. Ndio neno lake ambalo nilisikia. Na wao mdao toka alikuwa muda jioni. Jioni, kikao kile kilianza asubuhi pa moto kule. Na kila mmoja anaingia kwa wakati wake. Yaani kama walikuwa kwenye mabara ya michezo, yani kama unafanya interview. Kama unafanya interview. Kwa hiyo pametoka pale. Of course mimi nitawaelewa kwa sababu hawezi kuwa na majibu kwa sababu ni first, si ndio? Pengine anataka kujua sababu waziri mwenye dhamana, si ndio? Yeye yupo kama mshauri pale. Yani yeye atataka kujua shida ni nini hasa. Sasa hii ujue shida ni nini, lazima umsikilize kila mmoja, si ndio? Alafu then wakutanisha kwa pamoja bana. Kwa mujibu wa Ramsey ametuambia kwamba yeye shida yake ilikuwa ni hii, si ndio? Na hii karatasi inaonyesha Geoff Kalunduka pia na shida yake ilikuwa ni hii. Sasa tukubaliane sasa. Shida ya Ramsey na shida ya Kalunduka tuweke kwa pamoja, tufikie sehemu ambayo ni nzuri kwa pamoja. Kwa hawezi kuwa na majibu ya kutoa siku ya jana, lakini vikao si vitaendelea. Watatoa majibu. Na nimemsikia Mguto akasema yeye hawezi kuongea ila ana msemaji wake ambaye ni nani? Karim Boimanda. Wala Ramsey tulifunge hili. Vitu ni vizito. Tulifunge hili. Jana palikuwa vitu ni vizito. Pamekuja kweli katika uwanja Benjamin Mkapa. Kwa unavyolitazama hili. Karim bodi msemaji wao ni Karimu Boimanda. Sisi tutasubiri kusikia kwa Karimu Boimanda nini ambacho anazungumza. Na Wallace Karia kwa unavyoliona Wallace Karia msemaji wake ni Clifford Mariondimbo, ndio msemaji wa shirikisho la FIFA. Na ndio maana alikuwa uswambuzi kweli. Kwa hichi ambacho nakiona dabi tunayo bado mechi itachezwa hii. Itachezwa. Basi sawa. Ramsey tangu juzi anasema dabi ipo. Sawa basi. Huyo ni Ramsey akisema dabi ipo.